kanisa vizuri, ukalikabidhi kwa msaidizi wako, mchungaji wasaidizi, kwamba jamani, mimi sasa naacha kwanza uchungaji, niende kwanza kwenye siasa, nikimaliza siasa kule nitarudi kwenye huduma. Maana huwezi kutumikia mabwana wawili hata siku moja. Lazima mmoja tu utampenda na mmoja utamchukia. Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu, badala kuihubiri injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu, waende wakamwone Mungu, sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi ambazo ameziweka yeye. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 16, kulikuwepo na mfalme Herode. Mfalme Herode kipindi kile katika utawala wake alizaliwa Kristo Yesu. Kristo Yesu alipozaliwa, wakatokea watu mbalimbali wale ambao wanataka kumlaki, wakasema kwamba amezaliwa mfalme. Akasema amezaliwa mfalme. Akatoa amri kuanzia watoto wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 2 wote wauawe. Lengo lake kwa namlenga Kristo Yesu. Lakini Mungu akamtokea Yosefu akamwambia, mchukue mtoto waenda naye Misri. Maana huyu Herode anataka kumuua mtoto. Kwa nini Mungu hakumuua Herode ili Bwana Yesu aishi? Kwa sababu Mungu aliheshimu mamlaka aliyoweka yeye. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Sisi ni nani tusiheshimu mamlaka? Lakini Mungu alimwambia ondoka, kwa sababu mamlaka ameweka yeye, na yale anayosema yaweka yeye. Ukienda haya maneno naongea haya, yoyote anayebisha anabishana na Mungu. Pia Mungu akatuagiza sisi Wakristo wote, akatuagiza kupitia Warumi 13 mstari wa 1, kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hiyo mamlaka hiyo imewekwa na Mungu na iliyopo imewekwa na Mungu. Ina maana hii mamlaka ya Mama Samia imewekwa na Mungu, sio mimi Alex Msama. Haya maneno ni ya Mungu mwenyewe, ametuagiza kupitia Warumi 13 sura ya 1. Mkasome nyinyi mnaotuma message za kutukana, na mnaotuma message za kutukana mtakuwa mnamtukana Mungu, hamnitukani mimi. Na kila mtu anayesikia hii neno akasome Warumi 13 sura ya 1 mstari wa 1, unasema kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu, hajajiweka mwenyewe Mama Samia, ni Mungu amemweka. Kwa hiyo lazima tuheshimu hizi mamlaka. Na pia Mungu akaendelea kutuonya kupitia Warumi 13 sura ya 2, akaanza kutuonya, kwa maana amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, sio mimi. Hiyo ni Warumi 13 sura ya 2. Hivyo amwasie mamlaka, yani anayemwasi Samia Suluhu Hassan anashindana na Mungu. Kwa hiyo watumishi wanaomwasi, wanaofanya mambo tofauti na neno la Mungu, wanamwasi Mungu. Nafikiri mnanielewa. Na Mungu akaongeza hiyo Warumi 13 akaongeza akasema, washindanao watajipatia hukumu.